Kwa kuanzia leo kijana wangu hata kusumbua tena, sawa? Ndio. Usiogope, usiwe na mashaka, ondoa hofu. Wewe ni binti mzuri, Zazi, unaogopa nini? Usiogope. Sikia. Usiwe na mashaka, sawa? Nataka wewe uwe ndo mama wa hii nyumba. Karibu sana mwanangu, hapa ndo nyumbani. Kuwa na amani, sawa? Asante mama. Karibu. Zazi, karibu sana mwanangu. Asante sana mama. Hii ndio familia yangu. Huyo anaitwa Brian, yule Tasha. Wanangu, mnisikilize kwa makini. Sawa? Huyu ni dada yenu. Atakuwa anawasaidia kazi za hapa nyumbani. Naomba mumpe ushirikiano wa kutosha. Sawa? Haswa wewe. Lakini mama, mbona kama mimi kila siku ndo naonekana sina nidhamu? Au kwa sababu mimi ni mdogo? Karibu sana. Mimi ndo kaka yake. Kwa hiyo jisikie kama uko nyumbani. Karibu sana. Kaka. Mbona umeongea hivyo? Hamna, kawaida. Hapa kuna kitu umelenga. Lakini karibu sana mgeni. Jisikie kama upo kwenu, yani upo kwako, yani kama upo ulipotoka yani. Lakini huku sio kijijini tena huku, sawa? Yani kaa unavyotaka. Fanya kila kitu ambacho unaona kipo sawa yani. Karibu Karibu sana mwanangu. Jisikie huru. Sawa? Asante. Jisikie huru kabisa. Shoga yangu, huku ndo mjini. So huko kwenu. Sasa kwani umevaa huu mgauni yani mjejente huu na hivi kitambaa kama mchawi vile. Sasa ndo nini? Unatakiwa uvae kama mimi hivi. So umeona nimevaa kofia, nimependeza, nimesuka. Sasa umevaa hilo kitambaa, sasa ndo nini? Kwa unaniambia mjini wote wanavaa hivi? Wewe uone hapa kama nimependeza. Hata baba yako akija unavaa hivi unatoka. Navaa ndio, sasa kwani kuna shida gani? Sasa wewe angalia na ligauni lako ili Mungu wangu. Mambo ya kijijini atupe huko, ndio maana huko pameitwa Dar es Salaam. Badilika. Hiyo nguo yako iache. Kama huna nguo mimi nitakupa. Sawa. Lakini mbona unaonekana kama uko uchi hivi kama hujavaa nguo? Sasa hapa ni uko uchi kivipi? Badilika. Unajua sisi kule kwetu ukivaa hivi yani watakuwa na waajabu sana. Sisi hatuvai nguo za hivi, lakini unavaa hivi yani nguo za kistara. Oh, dad. Jambo, shikamoo baba. Mara, mshidaje? Salama. Baba, zawadi yangu wapi? Nilijua tu utaniuliza. Usijali, nimesahau mambo mengi. Leo nilikuwa nimetingwa kweli mwanangu. Ila nitampigia yule kijana wangu atakuletea, usiofu. Ni nani? Ni yule mgeni ambaye mama alituambia atakuja kukusaidia kazi. Oh. Dada, binti, karibu. Unaitwa nani? Naitwa Zazi. Zazi. Zazi unatokea wapi? Natokea Mwanza. Mwanza. Wewe ni Msukuma? Hapana. Mwanza si wanapatikana Wasukuma? Hapana, wakawa Wasukuma tu Mwanza. Oh, karibu sana.
Kuwa na amani, jisikie uko nyumbani binti. Asante. Jisikie uko nyumbani. Haya, niwachie mimi niko ndani. Haya. Unamwona babangu? Huyo ndo babangu. Unaona? Mbona sijaenda kuvaa nguo? Kaniona kanyamaza. Mjini unatakiwa uvae hivi. Sio kuvaa hiyo milapulapu yako bwana. Mambo. Poa. Mzima. Ni mzima. Naona si wageni. Nadhani wewe ni mgeni maeneo haya. Ndio, mimi ni mgeni mtaa huu. Nilivyokuona nikatambua kwa wewe ni mgeni. Kwa hapa hivi unaishi maeneo gani? Nakaa mtaa huo wa mbele. Mtaa wa mbele si gani? Sababu mimi huku nabafahamu vizuri. Sehemu gani labda? Mama Brai. Mama Brian. Eh. Okay. Unaitwa nani? Naitwa Zazi. Wow, jina zuri sana. Mimi naitwa Deli. Sawa. Nakaa mitaa hii. Ningependa tuwe karibu, tuwe marafiki, tubadilishane idea mbalimbali kwa sababu wewe ni mgeni, mimi ni mwenyeji, naweza kama mwenyeji wako. Kama hautojali lakini. Tunawezaje kuwa marafiki wakati mimi waga sitoka nyumbani? Si kama hivi umetoka leo. Hapo ulikuwa unaelekea wapi? Toka gengeni. Hizo chances za kutoka kwenda gengeni. Tunaweza tukakutana. Itapendeza sana. Tafadhali nakuomba kwa hiyo. Basi sawa, mimi ni wai. Kwa umenikubalia? Waja mimi ni wai. Mna shida. Lazima nipate. Zazi, tatizo liko wapi? Kinachokufanya unakuwa na pressure, tatizo ni nini? Na kuanzia leo nataka niwe nakuita Zazi mpenzi wangu. Sawa, achana na mambo ya pressure, utapata kila kitu. Kila kitu utakachokihitaji utakipata. Mimi nakuheshimu kama kaka yangu. Achana na masuala ya kaka. Usijifungie milango ya riziki. Mimi ni mpenzi wako. Mimi naogopa bwana, mimi siwezi. Na mama ananiambia wewe ni kaka yangu. Kwa siwezi kufanya vitu vya ovyo. Hakuna mtu atakayejua. Itakuwa ni siri baina yangu mimi na wewe. Hapana. Tatizo unashindwa kunielewa. Akati kila kitu kipo wazi. Ikitokea baba akafariki. Brian. Derek. Mbona umebadilika sana? Yaani uko busy na mambo yako tu sasa hivi. Nikikutumia SMS, nikikupigia simu, haupokei. Ni kwa sababu gani? Au umeshapata mwanamke mwingine? Tasha, una kitu kimoja nashindwa kukielewa. Mimi nilikueleza kabisa matatizo yangu. Nikakwambia sasa hivi nadaiwa kodi. Kazi hazitoki. Nikakuomba nisaidie kulingana na
maisha ya nyumbani kwenu kidogo nyie afadhali. Lakini sijui umepata na nini sasa hivi, yani unanikwepa na uliniahidi utanipatia. Kwa hiyo sasa nimeamua kufocus na kazi kwanza. Kama nikitimuliwa pale ninapoishi nitaenda wapi? Amna. Huo busy wako wa kazi mwanzoni haukuwa hivyo. Ulikuwa una kazi lakini pia ulikuwa unanicheki anytime. Sasa nashangaa sasa hivi. Yaani umekuwa busy sana. Ukiachana na hayo matatizo yako umekuwa busy sana. Niko na matatizo. Nadaiwa kodi. Hapa ninavyokuambia nyumbani naingia natoka kwa machale. Napishana na baba mwenye nyumba mlangoni. Anavyoniangalia, laiti ungekuwa ni wewe, sidhani kama ungeweza kuvumilia. Kwa hiyo sasa hivi niko busy kidogo. Wewe kama mshinda mimi kunisaidia. Una shida. Basi sawa. Shida si ni hela. Hela ya. Sasa kama unanisusia. Acha sikususia, hesabu hela hiyo hapo kale. Asante sana. Asante, nakupenda sawa. Ngoja hapa nikalipe kodi. Alafu mambo mengine tutawasiliana. Ukalipe kweli sio ukanywe pombe. Bye. Sinakuuliza unafanya jikoni? Nipata glasi baba. Glasi? Mtoto wa kiume. Jikoni mtoto wa kiume? Jikoni ni mambo ya wanawake. Fikiria kwamba sasa hivi ushakuwa mtu mzima sasa utaniuliza baba kampuni inaendaje, labda tuanze polepole kidogo kidogo uanze kujifunza Huo ndo mrithi na kutegemea, lakini unakuja jikoni mtoto wa kiume. Umesikitisha sana. Haya, toka. Fanya haraka. Mjinga. Mtoto mwingine. Zazi. Shikamoo baba. Shikamoo za nini? Kwa salama lakini? Ndio baba. Ondoa hofu, nini shida? Hapana. Una tatizo lolote? Hapana. Kaa vizuri. Usiogope. Kwa. Sikiliza Zazi. Baba. Kuanzia leo ondoa hofu, shida, wasiwasi ndani ya moyo wako. Kinaona mimi? Usione kama baba yako. Sawa? Nione kama mumeo. Sikiliza. Usitaki kutumia nguvu. Sawa? Sawa. Tulia kabisa, tulia. Msikilize. Unatetemeka. Sawa? Ondoa, nimekupa nini? Hakuna mtu anaweza kufanya chochote hapa, sawa? Sikia. Nataka uwe mke wangu. Nataka nikufanye uwe mama wa familia, sawa? Kila kitu unachokiona kitakuwa chini yako. Acha yule mzee kishazeeka. Na kingine, tafadhali nakuomba hiki ninachokifanya ninachoongea na wewe kishia hapa mimi na wewe, usimwambie mtu yote hata mama yako. Unasikia? Shika. Nasikia kila siku utakuwa unakupa hizi, sawa? Sawa. Ila chunga mdomo wako, asijue mtu yeyote, hata mama yako asijue, sawa? Usiogope, acha kelele. Kila siku hizi utakuwa unapata zaidi ya hizo, sawa?
Unalialia nini mtoto mzuri? Balansi, pale nyumbani kuna chombo imeingia ndugu yangu. Yaani nikukwambia chombo kweli. Wacha we. Mtoto kanyoka. Japokuwa tu ana ile nani fulani ya kijijini hivi. Lafuzi fulani ya kijijini lakini mtoto amenyooka. Ndio. Kwa hiyo pale nimetupa foka ndugu yangu pale. Hivyo hapa nasikiza majibu mtoto kanyoka. Yaani mtoto naona kabisa ameelekea. Sasa kaja kufanya kazi. Ni kama dada yako. Kwani usiniachie mimi mwanangu? Acha mambo yako Hansi. Yaani hapa nimekupa tu, nimekudokeza tu kama mwanangu ili ukae ukijua. Maana wewe nao uchelewi. Sasa huyo ni dada yako tayari. Wewe niachie mimi. Mimi ndo mkali wa watu kama hao. Sana lafuzi ya kijijini mimi namnyoosha. Hansi bwana, acha mambo yako bwana. Wewe unamlembesha huyo. Yaani pale mimi nishamaliza kila kitu. Tayari. Kila kitu. Bado tu? Swali gani bado tu mchongo nani? Wacha wewe. Nakubali lakini. Kabisa. Mambo mengine yanakwendaje? Mambo mengine fresh, tunahangaika tu. Lakini wewe vitu vyako si vile vya mjini nini mtoto mara nini hivi ameng'aa nini ananukia muda wote. Ndio, lakini huyo nitambadilisha mwenyewe. Yaani wewe ulivyonadisia tu kama kinanda. Hapana bwana, usinifanyie hivyo. Mimi nishakwambia kitu mimi sikitaki. Wewe ni unyanyasaji wa kijinsia, hata Mungu mwenyewe hapendi kwa kweli. Zazi, achana na masuala ya unyanyasaji wa kijinsia. Leo tuko wawili tu. Baba yupo, mama yupo. Kwani unapenda kufanyia hivyo lakini? Achana nayo mambo, kwa sababu Mungu anatia wewe. Hebu kunjua nafsi. Ni swala tu kuingia jikoni, unashikilia kamtuka gesi, unatoa kanga, tunanini ni safi, yani ni swala sekunde 2 tu. Hapana bwana, mama akijua. Bwana. Mwache mama. Ni swala dakika chache tu sawa. Hebu usifanyie hivyo. Swala dakika chache tu sawa. Twende basi. Hapana bwana, hapana. Amna zazi. Ni swala dakika chache tu. Sawa. Twende. Hapana bwana, hapana. Zazi, ni swala dakika 2 tu. Unaingia jikoni, unainama, unashika mtungi wa gesi, unapandisha kipande chako, unamaliza kazi. Kwa nini unatia nguvu ya mambo? Hapana. Sasa. Hapana bwana. Siwezi. Hapana, usifanye hivyo bwana. Hapana. Kwa hiyo unataka kunithibitishia, si ndio? Kwa hiyo wewe unaniacha mimi ndani. Naonekana kama boya. Unaenda nje kutembea na vijana wa ovyo. Wewe utembee na Deriki. Unaenda huko na kufunua. Mimi niko ndani kama boya na kuangalia tu mikatiza, umeenda, umerudi, umekula, umefanya nini? Mimi ni boya, si ndio? Sasa mzee akirudi na bi mkubwa wote nitawaambia hili swala. Wewe si unakatalia? Katalia utazikwa nayo. Si ndio unavyotaka? Ikaliwe na nani? Deriki mimi ananilazimisha bila hapana, usinifanyie hivyo mwenzangu, napenda kazi yangu. Sasa sikia. Ni wajibu wako wewe au ni maamuzi yako? Unipe au kaendelee kumbadili? Hapana Brian, jamani, mimi kazi yangu bado naipenda. Usinifanyie hivyo, usimwambie mama. Kama unaipenda kazi yako, fanya ninavyotaka mimi, sawa?
maana jikoni umetiatia ngumu. Basi twende hata chooni. Yaani hakuna atakayejua, ni dakika 2 tu. Mimi sinaga muda kwenye hivyo vitu. Dakika 2 tu. Sawa? 2 tu. Na kwa hiyo 2 tu. Na hakuna atakayejua. Usinifanyie hivyo Deli. Usinifanyie hivyo jamani. Baba akirudi sasa hivi utakuwa mtiti hapa. Tumalize tu sawa sawa. Acha kwa hivyo bana. Una rangi nzuri, una kila kitu. Ufai kwa hivyo bana. Hapana Deli. Pole, unalia nini sasa? Jamaa, sasa unalia nini? Jamaa, basi niambie unalia nini? Sasa unajua mapenzi yanauma. Ushawahi kumpenda mwanaume wewe? Ushawahi kumweka mtu moyoni alafu anakuumiza? Mimi nimempenda mwanaume wangu, nimemthamini. Kula yake naijua mimi. Kuvaa kwake najua mimi. Hadi anapokaa kodi nalipa mimi. Lakini kitendo alichonifanyia leo sitokuja kukisahau. Nimetoka nyumbani, nimeenda mpaka kwake. Nagonga hodi, nabisha hodi lakini mtu aniitikii. Na alivyonitikia hatua ya mwisho amenijibu ovyo. Alafu mimi nimejua kabisa mule ndani kama kuna mwanamke. Ananichiti ndio na mwanamke, anaye mwanamke mwingine. Yaani ana mwanamke mwingine kuliko wewe. Ana mwanamke mwingine, anipendi. Basi nyamaza basi nyamaza. Amna, mapenzi yanauma sana, sasa niache. Sasa huyo kaka umesema anakuchiti, lakini mbona wewe ni mzuri sana kwa kweli. Unampa kila kitu chako, unajitoa kwa ajili yake. Lakini anakufanyia vitu vya hovyo. Mimi bora kufa kuliko kuangalia kabisa mtu ananichiti hivi. Sasa kwa nini unasema ujiue kwa ajili ya huyo mkaka? Mbona huku mjini wanaume ni wengi sana afu wazuri. Afu ulivyo mrembo hivi. Usifanye hivyo bwana, hao ni mapito tu. Wanaume wako hivyo. Mimi siwezi sasa, siwezi kabisa. Kama angekuwa anipendi, angeniambia tu, Tasha mimi sikupendi au fanya mambo yako. Jana nimetoka kumpa kodi. Kumbe alikuwa anataka hela alipe kodi ili amuingize mwanamke wake kwa amani wa enjoy. Angalia sasa mimi ninavyoumia. Naumia sana. Tasha. Mbona unajua mwanangu? Baba. Msiba wapo jirani umeniumiza sana. Pole sana binti yangu. Unajua binadamu tumezaliwa, tunaishi alafu tunaishia. Na hakuna njia shortcut. Wote lazima tutakufa. Hivyo binti yangu, kikubwa ni uishi vizuri na watu kama jinsi alivyokuwa anaishi jirani yetu. Unaona leo hii unaumia wewe unalia kwa sababu tu jinsi alivyokuwa anaishi na watu. Sasa nakuomba sana binti yangu. Sana. Usije ukadharau mtu. Usiwe na kiburi na jeuri kwa yeyote. Sawa? Mama yako yuko wapi? Yuko msibani. Kwani baba si ulienda naye? Umri tena mwanangu. Unajua tena umri kushaenda kuna vitu unasahau. Sasa mtafute kaka yako. Mkafungue store mpeleke viti msibani. Na hakikisha unakuwa na mamako muda wote. Unajua mamako mgonjwa.
Ukirudi hapo uhakikisha umerudi naye. Sawa? Basi nenda mwai. Basi naomba na mimi nimsindikize. Hapana. Si unajua wote hawapo na kazi nyumbani hapa atafanya nani? Itabidi ubaki umalizie kazi hapa nyumbani. Tasha, kamtafute kaka yako, mpeke vitu msibani.